wewe ndio sababu ili niitwe mchungaji. Wewe ndio wakuniita mchungaji. Mimi siwezi. Uchungaji sio title. Hivi tuko pamoja wapendwa? Mchungaji lazima ukubali akuchunge, alafu muite mchungaji. Pite kwenye moto, ninatazama agano lako, agano langu mimi na wewe. Nasikia uwepo wa Mungu kwenye nyumba. Jamani, sikai hapa kwa hasara, just feel the presence of God in the house. Amen. Sikia uwepo wa Mungu katika nyumba. Na asante sana mchungaji Dachos. Nashukuru wana praise. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Naam. Leo ni siku yetu ya Jumapili na nina somo ambalo mara nyingi huwa hatulifundishi na refu kidogo, na tutaiuliza Biblia inasemaje. Jamani, amen. Haleluya. Kichwa cha ujumbe kinasema wajibu wangu kumtambua mchungaji wangu na kumtunza. Unaweza kurudia nimesema maneno haya? Wajibu wangu, naomba useme pamoja nami. Wajibu wangu kumtambua mchungaji wangu na kumtunza. Hebu rudia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Na Biblia inasema kondoo wangu waisikia sauti yangu. Jana mmoja alikuwa ananitania, ananiambia mchungaji, mimi kondoo wako. Nikamwambia sawa, njoo kanisani. Jamani, haleluya. Bwana Yesu alitoa mfano wa kondoo kwa sababu ni mnyama anayefundishika. Ni mnyama ambaye hana papara. Vyote alivyovitoa kama mfano ni kwa ajili ya mafundisho yake, alifundisha kwa mifano. Matano tulisoma andiko kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 11 na wa 12. Kama umefungua Biblia yako nisomee kwa haraka, alafu tuendelee mbele. Jamani, haleluya. Nitatembea kwenye notes zangu nikisoma maandiko kadhaa yenye kuthibitisha yale ninayoyazungumza. Kama umepata nisomee basi Efeso 4 mstari wa 11 na wa 12. Na nakuomba basi kwa neema ya Mungu uwepo darasani. Jamani, amen. Asante mchungaji. Efeso sura yake ya 4 mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hizi ni karama, ni huduma 5 ambazo zimetolewa na Mungu mwenyewe wakati Yesu alipokuja kuliestablish kanisa duniani. Kanisa lilianza siku ya Pentecost wakati Roho Mtakatifu aliposhuka. Na hizi karama zikaanza kutenda kazi ambazo tunazisikia na tunazisoma kwenye maneno ya Mungu kama alivyosoma mtumishi wa Mungu. Ya kwanza ni mitume, pili manabii, 3 wainjilisti, ya 4 ni wachungaji, na ya 5 ni walimu. Na hii ni huduma ambayo ya kufanya ili kukamilisha watu, hata mwili wa Kristo ufanye nini? Ujengwe. Kazi ya hizi huduma ni kujenga mwili wa Kristo. Sema kujenga mwili wa Kristo. Na anayejengwa kwenye huo mwili ni wewe. Maana wewe kama tofali lazima nyumba hii ikamilike. Mwambie jirani yako wewe ni tofali kwenye ujenzi. Kaa vizuri. Kubali kuchongwa.
lakini lazima tofali lingine lichongwe. Maana mengine yamekomaa sana. Mwambie jirani yako nakukue tofali. Akinuna niambie mimi, maana mimi ndio nimesimama huku mbele. Nimnyoshe. Jamani, haleluya. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiniangalia mimi napenda. Ukiitikia mimi napenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niseme hivi wapendwa, uchungaji ni wito, sio ajira. Uchungaji umekuwa ajira labda kwa sababu akina Mosha tulifeli, alafu tukakosa kazi, tukaona kazi iko huko kwa Yesu. Jamani, mimi sikufeli. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliniita nikiwa na uwezo wote, nikiwa na akili zote, nikiwa na nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Najitetea hivyo, na nikusihi, nilikuwa namsikiliza mwalimu wangu, mchungaji wangu Walden Masadachok, aliyeanzisha taasisi ya Nehemia na ABC kule Ujerumani. Siku moja anasema ofisini kwake akaja kijana mmoja ambaye alikuwa anachukua medicine. Kuna wasomi wa medicine hapa, alikuwa anachukua degree yake ya medicine. Akaja akamwambia mchungaji, naomba uniombee. Ni nini? Masomo yangu sikufanya vizuri na nimekuwa disqualified. Kwa hiyo naona sasa Bwana anasema nami kwa habari ya kumtumikia. Yule mzee alimfukuza, akamwambia, please get out. You are not qualified to be medical doctor. No, you want to be qualified in Jesus. Jesus doesn't like people who fail. Yesu hataki watu waliofeli, anataka watu waliofaulu. Kama umeshindwa kuwa daktari, umefeli kule, na unajua kwamba kuna ajira huku, get out. You see, ukasema hapana. Kama mzee, wakati mwingine Mungu ndiye anavyosema. Hapana, Mungu hasemi hivyo. Faulu kuwa medical doctor, halafu sikie wito, maana Mungu atakuita huko kwenye medical daktari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Atakuita huko kwenye masters yako ya education, you are teaching advance. Unaweka mikoba pembeni, ilumbi about agriculture and everything. Nasema sasa nataka nimtumikie Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huko kwa Yesu tunahitaji medical doctor, ndio maana tunajenga hospitali, tunahitaji walimu qualified, ndio maana tunajenga mashule, tunahitaji wakulima bora, mabingwa wenye masters kama Irumbi hapa, wakasimamia mashamba yetu. Jamani, mchungaji sasa alisema jana, miliki ardhi. Sasa wewe unakuwa bwana shamba, hata shamba huna. Tuna mabwana shamba hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Waliofaulu na wakitikia wito tutawapeleka shambani kule. Watajenga watu, watawatengeneza watu, na huku wanatengeneza chakula chetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kufeli sio fursa ya kuajiriwa huku. Kanisa linayumba kwa sababu tuna failures ambao wameona kuna fursa, maana ndiko ambako ajira inapatikana. Ghafla wanakuja na vitu vyao ambavyo vinaharibu Biblia. Wanafundisha vitu ambavyo matakwa ya watu. Jamani, Mungu atusaidie. Kanisa ili atufundishi matakwa yako, tunafundisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Njoo hapa ubarikiwe. Hamna baraka za kienyeji hapa. Lazima uzifanyie kazi. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimwambie hivi, Bwana Yesu, unajua Biblia inasema fedha na dhahabu ni za Baba. Halafu unapita barabarani unaomba, Baba nataka hela. Baba nataka hela. Mimi ni mwaka wangapi nimeokoka, miaka 40 iliyopita, sijapata hela bure. Sidondoka. Ndio sinafikiri unapata mara kwa mara. Unaokota barabarani. Nilishawahi kutembea kutoka Pwani mpaka hapa na nikarudi. Sina hata shilingi 100 ya kununua chakula. Napita naangalia chini, labda nitaokota. Sikuokota.
Nikarudi na nikajifungia, nikatafuta namna ya kukaa na Mungu vizuri, nikaanza kuomba. Huokoti, haziokotwi. I practice it hapa Mafia. Kwa hiyo baada ya utangulizi hapa, hakuna mtu aliyeshindwa maisha. Mimi sikushindwa maisha, na niliacha kila kitu. Niliacha nyumba, niliacha magari, nilifunga biashara kubwa baada ya kusikia sauti ya kuniita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wito, wito, wito. Sema wito. Labda nisome andiko hili kama utangulizi, alafu tutaenda na maandiko mengine mengi. Ufunguo wa Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa 19. Ningependa mtu ambaye atanisomea anisomee kwa haraka, anayeweza kufungua Biblia na uwezo wa kusoma vizuri. Biblia inasema, basi akaondoka huko akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Eliya akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake, naye akawacha ng'ombe, akamfuata Eliya mbio, akasema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? Akarudi akaiacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Eliya, akamhudumia. Huyo ni Elisha. Mungu alimpa kazi Eliya ya kutafuta atakayepokea kazi yake kama mtumishi wa Mungu. Hakuongea naye kibabe tu, na wito unakuja kibabe hivyo hivyo. Kamrushia koti, vazi, upako ukaingia. Hakuona thamani ya jozi ngapi za ng'ombe? 12, yani ng'ombe 24 na majembe yake na yoki zake. Akavunja vunja, akateketeza, akachinja wale wanyama, akagawia majirani, watu wakala nyama. Alafu akamfuata mtumishi wa Bwana. Na tuona anavyomfuata utumishi wa Bwana. Fungua sasa Wafalme wa Pili, nitoke hapo kwenye utangulizi. Wafalme wa Pili mlango wa 2. Saidia kusoma kwa haraka mstari wa 10 mpaka wa 18. Nataka nikuonyeshe tu wito jinsi ulivyo. Wafalme wa Pili 2:10 mpaka 18. Mstari wa sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 18. 10 mpaka 18. Biblia yangu inasema, akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, na la hukuniona hulipati. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili. Naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimwone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitoa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. Na hao wana wa manabii walikuwako Yeriko wakimkabili. Walipomwona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha.
Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake, wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watumishi wako watu 50 walio hodari. Waende, twakuomba, wamtafute bwana wako, isiwe labda roho ya Bwana imemtwaa na kumtupa juu ya mlima mmoja au katika bonde moja. Akasema, msiwatume. Wakamsikiliza hata akaona haya, akasema, haya, watumeni basi. Wakatuma watu 50, nao wakatafuta siku 3 wasimwone. Wakamrudia alipokuwa anakawia Yeriko, akamwambia, je, mi sikuambia msiende? Nazungumza habari za wito, na Elisha huyu sasa ndiye ameitwa katika mfumo mgumu kweli kweli. Hawa wana wa manabii waliokuwa ng'ambo ya mto ule walikuwa wanamsagia meno, kwa sababu alikuwa anakaa na nabii mkuu, na wenyewe ndio wako chuoni, naye alitakiwa akae darasani. Leo anatembea na bosi, manake nini? Anaondolewa kwako. Sema najua. Wamefika ng'ambo, aliona jinsi demo ya Elia ilivyokuwa kuvuka ule mto. Aha, akamwambia, omba utakalo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Omba ufanya nini? Akamwambia, nataka roho yako mara. Akamwambia, umeomba neno gumu, lakini ukiona naondolewa kwako. Mimi ninaposoma Biblia naona hakuona Elia alipokuwa anaondolewa, kwa sababu upepo wa kisulisuli, yani ilitokea dhoruba, ule upepo unaozunguka, usimeshaona vumbi, na chariot of fire, magari ya moto, vumbi limejaa machoni. Ghafla Elia hayupo, amekaa pale. Ndio maana anachana vazi lake. Mungu, sikuona huyu mtu akitoweka. Alidhani atamwona anapaa kidogo kidogo, anapotea. Yule baba bai, amuna vurugu. Mimi sijui angerudi vipi. Na ng'ambo kule wana wa manabii wanachungulia, wanashangaa kinachotokea kule, wanaona. Sasa anamuona Elisha anakuja, anakabili mto. Wanoko tawajua, tunasema huyu mtu ataogelea yule. Tulimwambia abaki, Biblia haijaandika, lakini mimi nawaza tulimwambia baki na sisi, sikagoma yule. Atavukaje? Hakuna mtumbwi, hakuna mashua, ataogelea au atabaki ng'ambo ile? Kilio cha Elisha mimi nakipenda. Akachukua lile koti kalisokota, yuko wapi Mungu wa Elia? Kalikandamiza kwenye maji. Muujiza ukatokea, jina la Bwana libarikiwe. Muujiza ukafanya nini? Akavuka pakavu. Kwa hiyo tunaona amevuka mpaka kule. Hawa waliokuwa wanamsagia meno wakampigia magoti, wakasema roho ya Elia imekuja hapa. Hawatarajii tena kupata cheo chochote, kwa sababu tayari ameshakuwa ordained, ambaye anatarajiwa kusimamia na kuongoza taifa. Kwa wito ni mpango wa Mungu, sio akili ya kibinadamu. Na sisi tuna vyuo vya manabii, tuna vyuo nchi nzima, Tanzania Assemblies of God. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa na wito tunakupeleka kwenye chuo kasome. Tena kuna chuo cha kupanda makanisa. Baada ya maneno haya nitapata watu wenye wito, nitakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wito ni jukumu la Mungu mwenyewe kuita na kuchagua watu wake kwa jinsi atakavyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji ni wito, sio ajira. Na mchungaji, kwa hili somo nataka kufundisha, sio wa kumwabudu. Mchungaji ni kumtambua kama mtumwa na mtumishi wa Mungu kwa ajili yetu, kwa ajili yako. Heshima haiondoi ushirika wa karibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wako, mchungaji, mtumishi wa Mungu,
tunayekuwa naye kanisani. Najisemea mwenyewe jamani, sina wa kunisemea. Lazima apewe heshima. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sifundishi kwa sababu mnanidharau, na kuelewesha. Uiangalie Biblia, tuihoji Biblia na tuangalie kuna matatizo ambayo nayaona ndani ya kanisa yaliyopo yamesababishwa na kuto kufundishwa somo hili. Ndio maana nikamwomba mchungaji Datus, nikasema hapana, mwaka huu nataka nifundishe hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimechambua maandiko na nataka nikupe maandiko ili ujifunze. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza, nasoma kwa haraka kwa sababu ni kipande kidogo. Mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuhesabu tu kwamba ni mawakili wa siri za nani jamani? Za Mungu. Kwa hiyo wapendwa, Biblia inaposema mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili. Mawakili ni stewards. Siri ni mysteries, mafumbo ya Mungu. Mysteries sio siri. Mysteries, kuna vitu ambavyo ni siri kwako, you just keep it as you keep it, lakini kwa yule anayeongozwa na Roho wa Mungu anaviona. Mungu atusaidie. Tukajidai tuna washirika hapo, wengine wana kiburi, shetani akasome. Shetani ni chekechea. Come on, just stop that. Acha hiyo haya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe moyo wa nyama, moyo ambao unaweza ukampokea Roho Mtakatifu akakaa ndani yako. Unajichelewesha kwenye mafanikio, kwenye maendeleo kwa sababu ya moyo wa kiburi. Na Waswahili wakasema kiburi si maungwana. Jamani, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachoharibu maisha ya watu ni mitandao ya kijamii. Imemeza imani, na huo ni mkakati wa shetani. Ndio maana kumdharau mchungaji ni jambo la kawaida. Kumfanya mchungaji kama mshikaji, mchungaji mmoja shikamoo, mimi mama anaendaje mshikaji? That's okay. Na mimi na vikubali, tutanifanyaje? Nikununie? Niita mshikaji akuondoe uchungaji wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini mshikaji ni maana yake nini? Joe mshikaji. Mshikaji maana yake nitaomba mshikaji wangu. Mtu karibu kwa. Lakini lugha yenyewe nilipokaa mshikaji, unasema hivi mshikaji. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji ni chanzo cha mafanikio yako. Mwambie jirani yako, mchungaji ni chanzo cha mafanikio yako. Lazima ukaitambua huduma yake ikutetee. Chanzo cha mafanikio yako, chanzo cha mapato yako, jamani, Bwana Yesu asifiwe, ni mchungaji anayesimama kwenye hii barabara. Chanzo chako. Na naviona vilivyokwama, 1, 2, 3, vile yani umeomba na havitokei. Come on boy. Ni wakati huu, elewa ninachokizungumza ili upate breakthrough. Breakthrough iko mikononi mwako. Mafanikio yako kwako, ni wewe kuamua. Mwambie jirani yako, ni wewe kuamua. Kwa kule. Na ninyi ambao mnatabiri kufeli, hapa no kufeli. Ukifeli utakula stiki hapa. We need division 1+.
Jamani, navisema kwa sababu na mimi nina smartphone, si kwamba sina. Nina kompyuta hapa tuna cable. Lakini what are you looking for? Mungu atusaidie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo awapokeaye ninyi anipokea mimi, na anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikasema kama huamini mchungaji wako, usitarajie chochote kutoka kwa Mungu. Expecting nothing. Chanzo chako cha mafanikio yako this week. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini nasema haya? Ni kwa sababu wachungaji tumedharauliwa sana. Heshima ya mchungaji haipo tena. Ni mtu wa kawaida sana. Unaona binti anatokea kule, mchungaji yule kule anakata hivi. Come on, why are you coming to church? Ukishaona mtu anakata kona ghafla, badala ya kukimbilia akaangukie apate mkono wa upako, anadoji. Hata hiyo dhambi haitakuacha. Kama unaogopa macho ya mtu, kama unaogopa kujiexpress kwake, nikwambie, unapotoka nyumbani, just decide kwamba nikifika kanisani, hata kama ni mgonjwa, nikifika tu nitakuwa mzima. Nikifika majibu yangu nitayakuta pale. Just trust on that. Sio nafika kanisani, nasema mchungaji Musa, sadaka leo haipo. Mungu akusaidie. Tafuta ni heshima. Maana ukiheshimu umemheshimu nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa 17, Biblia inasema, kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Kwa hiyo mchungaji ana jukumu la kutoa hesabu mbele za Mungu sasa na baadaye. Mchungaji hayupo tu kama wajibu. Wewe ndio sababu ili niitwe mchungaji. Wewe ndio wa kuniita mchungaji. Mimi siwezi. Uchungaji sio title. Hivi tuko pamoja wapendwa? Mchungaji lazima ukubali akuchunge, alafu muite mchungaji. Ibrania 11 mstari wa 18 unasemaje? Unaweza kanisomea chapa? Biblia yangu inasema, naam, yeye aliyeambiwa katika Isaka, uzao wako utaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliambiwa katika Isaka, uzao wako utaitwa. Uzao wako utaitwa. Anasema katika uzao wako utaitwa. Haleluya. Mithali 23 mstari wa 12. Elekeza moyo wako kusikiliza mafundisho. Tega masikio yako kusikia maneno ya maarifa. Kama hujafungua Mithali 19 tena mstari wa 20. Sikiliza mashauri, upokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Jamani, haleluya. Huwezi kupokea mafundisho kama humheshimu mchungaji wako. Huwezi kuyafanyia kazi mafundisho, kwa sababu mafundisho ni furaha ya mchungaji kukuona unafanikiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza mashauri, upokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku za mwisho. Tega masikio yako kusikia maneno ya maarifa. Hakuna kitu kinachonifurahisha kama kuja mtu ananiambia, mchungaji,
Nashukuru Mungu nimepandishwa cheo. Nashukuru Mungu sasa nimepata kiwanja. Nashukuru Mungu sasa najenga. Nashukuru Mungu sasa nimepandishwa cheo, nahamishwa, na nimepandishwa cheo na nahamishwa. Mimi namshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umeinuliwa. Nimetoka daraja hili naenda daraja hili. Natamani kutoka kanisa hili usishushwe cheo, upandishwe cheo. Hata ukihamishwa, mimi najisikia baraka. Umepata scholarship kwenda Ulaya, nasikia kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana hatuko hapa kushuka, tuko hapa kupanda. Na ndio maana tunaomba. Kwa hiyo mahitaji yako na kupokea kwako ni kule wewe kushirikiana na mimi, ambaye nina jukumu la kukupeleka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo maana Mungu alipomwachia Yesu, Biblia inasema kwa Waefeso, aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa, na hivyo vipawa alivyowapa ndio hii huduma sasa tulionayo hapa. Tunaona kuna mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, na hizi karama zote tunaona zikitenda kazi hapa kanisani kupitia wachungaji wetu tulionao hapa. Sasa inakukosti how much kuwapa heshima? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Waheshimu wachungaji wao. Kumheshimu mchungaji ni kumuinua Mungu aonekane. Biblia inasema katika Thessalonike wa pili mlango wa 3. Thessalonike wa pili mlango wa 3. Thessalonike wa pili mlango wa 3 anasema, hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama lilivyo kwenu, tukiokolewa na watu wasio na haki wabaya, maana si wote walio na imani. Mungu anaheshimu sana uwajibikaji wako katika kumhudumia mchungaji. Sio kwa maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka mchungaji wako ni mtu, anakula, anavaa, anatembea, anaishi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivi nikuulize swali, unaonaje mchungaji wako akavaa hivi nguo nzuri Joel, au haijakaa sasa? Ukasema, ukasikia moyoni ile nguo aliyovaa mchungaji ni mchungaji. Kama ni mchungaji wako, mtie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Niseme hivi, hili ni somo, si kwamba tu wahitaji kiasi hicho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio wahitaji kiasi hicho, ila nakufundisha namna ya kupokea. Ukitoa mkono huu unaingiza, na ukitoa kwa mchungaji unapokea maradufu. Believe me, ukianza kufanya hilo zoezi utashuhudia hapa hapa. Utashuhudia hapa hapa. Just practice on it. Hakuna mtu ambaye ana ufunguo wa mafanikio yako. Hata utoe mamilioni ya sadaka kule ni sawa. Zile ni za administration ya kanisa, si ndio mheshimiwa? Lakini private. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Private. Wewe na mchungaji wako fanya kitu kwa ajili yake. Wangapi wananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ufunguo wa mafanikio yako, sio ufunguo wa mafanikio ya mimi. Mafanikio ya mimi ni wewe kufanikiwa. Na usipofanya, Mungu anafanya. Maana hata niacha, maana aliniita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata niacha nitembee uchi, ananipendezesha kwa gharama yake mwenyewe, lakini nataka nikuambukize hiyo faida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni picha ya kukuonyesha kwamba Mungu huwa anazungumza na mchungaji, mtumishi wa Mungu. Kimheshimu Mungu, anakuheshimu, anakuondolea jaribu na tatizo ulilo nalo linalokusumbua. Kwa hiyo wapenzi, na unisikilize, mheshimu mchungaji wako, mtunze,
niwaambie hivi, sio rahisi kwa pesa ile 6,000 kumpa mchungaji. Ilikuwa sio rahisi. Na Roho anakuambia mpe zote. Sasa mimi nabaki na nini? Na nyumbani kuna mahitaji. Mungu anajua mlango wa kukufungulia huko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lisiwe jaribu kwako. Ukiona ni jaribu, kaa nazo. Lakini nazo zitaisha kwa wakati ambao utashangaa. Hazitafanya chochote. Lakini kama zinakwenda kwenye mlango sahihi wa mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaanza kukunong'oneza mpe shemeji yako. Huyo kaa naye, zungumza naye, mueleweshe vizuri. Atafuta namna kutafuta hela, sio kuja kuchukua kwako. Na umkopeshe alipe. Sio mchungaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kumtunza mchungaji ni kumtunza Mungu aliyemuita. Siku moja nilikuwa nafundisha hapa nikasema soma kitabu cha Mambo ya Walawi, sadaka ni chakula cha Mungu. Unamlisha Mungu unapotoa sadaka yako. Wale wanaomlisha Mungu, wale makuhani, wale Walawi, wale walikuwa wanachukua sadaka zile ni kwa ajili ya chakula cha Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatimaye, ndugu zangu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama lilivyo kweli. Mungu anaheshimu sana sadaka yako. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 12 na wa 13. Wathesalonike kwanza mlango wa 5 mstari wa 12. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Wapendwa, nisikilizeni niwaambie. Kama kuna kazi ngumu, ni kazi ya uchungaji. Biblia inasema wanaojitaabisha. Mwambie jirani yako, unamtaabisha mchungaji wewe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Yaani ukikosekana kanisani, naanza kujiuliza amekwenda wapi? Kulikoni? Tunaingia kwenye maombi ya ziada kutafuta jinsi ambavyo tunaweza ukarejea. I'm serious with I'm serious. Usingizi sipati. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia saa 8 mpaka saa 1 asubuhi mimi huwa silali. Na imeshakuwa ni tabia, inanikera kweli. Ndio maana unaweza kukuta ibada ya asubuhi na sinzia hapa, kumbe tangu saa 8 sijalala. Leo nimeamka saa 10, nimeoga, nimemaliza, naangalia saa 11 kasoro, nimesema mbona nimewahi sana? Nikanyooka hivyo nikaja hapa. Niko na kuombea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikuombei ufeli na kuombea ufanikiwe. Mwambie jirani yako ufanikiwe. Mchungaji anataka ufanikiwe sana. Ubarikiwe sana. Uinuliwe sana. Sasa siyasemi haya kuomba hela. Bwana Yesu asifiwe. Na yasema haya, ujue Biblia inasema nini kwa habari ya mambo haya. Sasa shida moja inayosababisha usitokee muujiza katika kanisa hili, na mchungaji wetu tunataka tuanze kufuatilia jambo hili. Kinachosababisha usione muujiza ni dharau. Alafu na tukitoka hapa unaanza kusengenya mchungaji. You will never see miracle in your life. Utakaposimama popote ukaanza kumsengenya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji ni wanadamu wa kawaida, sio malaika. Wana majaribu yao na wanajaribiwa sana. Na wanapita kwenye misukosuko sana. Tunapita kwenye mambo ambayo ya kutisha. Mpaka siku nyingine unajisikia kama unakufa. Ili Mungu anakunyoosha kwa njia nyingine yoyote. Aidha ya kifamilia, aidha ya kijamii, aidha ya mazingira, unanyooshwa kama mchungaji. Sasa unakaa pale sasa. Unajua mwenyewe.
anapoongea pale simuelewi. Taarifa nyingine za uzushi tu, uongo. Sikiliza nikwambie, una matatizo. Wangapi wana matatizo ya kawaida? Matatizo ya kawaida. Mimi mwenyewe nina matatizo. Sikiliza nikwambie, ukitaka majibu, unapotoka nyumbani kuja kanisa au kukutana na mchungaji, tangaza, iambie nafsi yako, nikimkuta mchungaji tatizo langu limeisha. Nikimkuta mchungaji ugonjwa wangu umeondoka. Yule mwanamke alikuwa anatoka, wanadamu alisema nikigusa upindo wa vazi la Yesu nimepona. Miujiza inatokana na wewe mwenyewe. Mafanikio yanatokana na wewe mwenyewe. Tayari umemsanganya mchungaji jana na leo ndiye anasimama madhabahuni hapa akuite akuombee. Mimi niko ordained as a pastor na nimeitwa na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi nina jeuri kwa sababu gani? Sikuja kwenye hii kazi kwa sababu nilikuwa sina kazi hata kidogo. Nilikuja nikiwa na pesa zangu, nilikuja na uwezo wangu na nina ujuzi. Haleluya. Kama biashara najua, kama ufundi ninao, alafu nina ufundi wote. Kujenga naweza, welding naweza, mechanical naweza. Kazi niliyoanza nayo ya ujana ninajua kushona. Ila mishono hii ya kisasa ndio inanipa shida, lakini kichukua wiki 2 na shona. Ila ile nguo za kazi ya kushona ni ngumu sana, ina kamba nyingi na vituko vingi sana. Ndio maana mafundi cherehani ni waongo sana. Wanafikiri kushona hii mpaka ikae hivi ni kazi ndogo. I did it. Ndio kazi niliyoanza nayo. Mimi ni fundi mzuri, ila siitaki. Unakaa hapo na kama umeshona kidole. Baba nikaacha nikajifunza ufundi. Nimeajiriwa. Kuajiriwa nimeajiriwa sana. Na nilikuwa mwaminifu katika mashirika niliyoajiriwa. So far I work hard. Kinipa kazi yako nafanya unavyotaka. Si yumbi, si tegi, si chengi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si hofu kwa kazi yoyote. Kinipeleka shamba nalima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, tunakaa na viongozi wa kanisa, mkitoka hapo mmenuna. Hamtaki kukemewa, hamtaki kuongozwa. WWK mnanuna. CAC hapo wananuna. Halafu nakuta kikundi kingine kakijinga hapa kapolisi na kenyewe kamevimba mchungaji. Nyie mnatafuta laana. Hamwezi kufanikiwa. Mchungaji kukukemea, mwambie Mungu asante, kajifungie mahali utubie hiyo dhambi. Maana watu na kiburi tu, hataki kukemewa, hawataki kurekebishwa, hawataki kuongozwa. Mchungaji kazi yake ni kukemea na kuongoza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Karipia, kemea, onya, Dachus, come on, simama kwenye idara yako. Yaani kasichana tu kakikemewa hapa kamevimba. Na midomo yenyewe hata lipstiki haina. Manake ni sio kibinua angalau na lipstiki. Sasa mdomo mkavu, lipstiki ikai, unakemewa unanuna. Haisi hata kidogo. Vikao ndio njia ya mafanikio yako. Hakuna taasisi inayoenda bila vikao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikwambie, katika vikao hiko ndiko nakopata mafanikio yako, ndiko nakojengwa, ndiko kunafunguka milango kule kazini kwako. Maana hufanyi kazi hapa, tumika kwa Bwana na mchungaji wako ili kupata mafanikio yako. Mungu atafungua mlango. Sio mkurugenzi wako, sio bosi wako, sio meneja wako, sio incharge wako. Mungu ndiye anamwamuru. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unataka Mungu amwamuru? Unataka Mungu amuru bosi wako? Upandishwe cheo? Mheshimu mchungaji wako. Tii mchungaji wako. Akikukemea mshukuru Mungu. Sio kakae na mke wako na mume wako, mchungaji naye bwana mkali tu, siku hizi anafoka.
akifoka ni upako. Na mtoto asiyekemewa ni mtoto wa haramu. We kama ni mwana wa Mungu na umepewa mchungaji, lazima unyoshwe. Kuna mwalimu alikuwa anatufundisha katupa ushuhuda, wakasema hivi, Israeli wanapochunga kondoo kule taifa la, maana ni wafugaji na ni wachungaji, akasema kondoo mwingine unakuta ni mbegu nzuri sana, anazaa mapacha na yani ana manyoya mazuri, yani ni quality. Lakini sasa huyo anakuwa mchwaru, hataki kukaa kwenye mstari, mara ameruka ameenda kula kwa jirani, mara amefanya hivi. Sasa anasema hivi, yule kondoo yule, kwa sababu ni mbegu nzuri na mchungaji anampenda, anamkamata, anamvunja mguu, alafu ule mguu anauweka POP, anaufunga miti. Sasa ili kondoo huyo aende aweze kwenda na wenzake, anambeba mgongoni, anaenda naye, anakaa chini ya mti mahali penye anamkatia majani laini, anamwekea. Sasa anakula yale majani huko amelala, mguu unapona taratibu. Baada ya mwezi mmoja anaanza kutembea, baada ya siku 40 anakimbia, anakula majani kama kawaida. Lakini sasa akilala bosi wake, mchungaji wake, naye anakuja analala, anaweza kafia njaa. Maana sasa anatembea na nani? Na bosi na mchungaji wake. Wakienda machungani, yule kondoo anatembea, anamgonga bosi. Kwa nini? Alishazoea kubebwa, anataka abebwe, lakini ni mbegu nzuri. Sasa ndio si hawa kondoo wengine zivuje kuhutu. Hawa charua kuvunja mguu. Sasa mwanadamu hatuwezi kuvunja mguu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini fundisho hili nalivunja basi mguu wako ili uweze kuwa karibu na mchungaji wako. Mwambie jirani yako, hii na kuingia hii dozi. Badilika. Kaa karibu na mchungaji, ndio penye matunda yako. Hakikisha mchungaji wako amekula vizuri, amevaa vizuri, amependeza. Hivi tuko pamoja? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapenzi wanangu wazuri, katika idara hizi kuonyana kupo.